Kula mlo kamili ni muhimu kwa ajili ya afya zetu, kwa ajili ya mustakabali wa afya zetu, lakini pia tunapopanga kula mlo kamili, tule vyakula ambavyo vinapatikana kwenye mazingira tunayoyaishi. Siku ya leo ningependa tujifunze kuhusiana na mlo kamili kutoka katika makundi 6 ya chakula. Kwanza tufahamu nini maana ya mlo kamili. Mlo kamili ni mkusanyiko wa chakula ama vyakula ambavyo vinatokana na makundi ya chakula kama nilivyotaja makundi 6 ili kuweza kuleta virutubisho ama kupata virutubishi ili kuwa na afya bora. Na mlo kamili huu hivi virutubishi vinatakiwa viliwe kutoka katika uwiano ambao uko sahihi ama uwiano unaotakiwa. Kwa hiyo unapokula kundi moja la chakula unatakiwa ule kwa uwiano sahihi kulingana na mahitaji ya mwili wako, lakini pia unapogusa kundi lingine iwe hivyo hivyo kulingana na uwiano ama mahitaji ya mwili wako kulingana na afya yako binafsi. Labda ningependa kwanza na kundi la kwanza, kundi ambalo tunasema kwamba ni vyakula vinavyotokana na wanyama. Vyakula vinavyotokana na wanyama kwenye kundi hili tunapata protini, ambayo protini kwa kawaida ni kundi ambalo linatusaidia katika kujenga mwili. Mwili wa binadamu umeumbwa katika mfumo ambao unakuta kuna seli zinazaliwa, seli zingine zinakufa. Seli zinatengenezwa, seli zingine zinaishiwa nguvu, kwa hiyo zinapoteza muda wake. Kwa hiyo mtu ili aendelee kuishi kuwa na afya bora lazima apate protini ambayo inamsaidia katika kujenga mwili wake ili awe na afya bora. Lakini pia tunaona hata katika watoto tunapokuwa tunatoa elimu kwenye jamii kuhusiana na ulishaji wa watoto, tunasisitiza zaidi watoto kupata vyakula vya protini kwa sababu vinajenga mwili, vinasaidia katika ukuaji mzuri wa mtoto. Maziwa yana protini, nyama ina protini, pia mayai tunasisitiza zaidi watoto wapewe mayai ili waweze kupata protini, watoto wapewe supu ya nyama ili waweze kupata protini na madini mbalimbali. Kundi la pili ni kundi la vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi. Kwenye kundi hili tunaweza tukaona mifano michache. Kuna ndizi mbichi ambazo zinamenywa na kupikwa, lakini pia kwenye kundi hili kuna ugali unaotokana na dona, kuna ugali unaotokana na sembe. Na visema kwa utofauti kwa sababu kila chakula kina hapo. Ukikuta ugali wa sembe unakuta kuna vitu vinakosekana kwenye ugali wa sembe, lakini ukila ugali wa dona kuna vitu ambavyo unavipata kwenye ugali wa dona ambavyo pia ni muhimu katika afya zetu. Kwenye kundi hili pia mfano mwingine tuna mchele ambao ni wali, ni chakula ambacho kinaliwa sana kwa watu wengi. Lakini pia kwenye kundi hili kuna miogo, kuna viazi, kuna magimbi na vyakula vingine vya jamii ya mizizi ambavyo ni muhimu na vinapatikana na hasa maeneo ya vijijini. Kundi hili pia ni muhimu sana kwa sababu kwenye kundi hili tunapata wanga, na wanga huo kwenye wanga ukishaliwa ndio tunapata nini? Tunapata nguvu. Ni muhimu sana ile kundi kwa sababu nguvu za kukimbia, nguvu za kuzungumza kama mimi hapa ninavyozungumza, nguvu za kufanya kazi, nguvu za kulima zinatokana na vyakula vya wanga. Lakini pia wanga huu unatakiwa mtu aupate kwa kiasi kile ambacho kinaendana na mahitaji ya mwili wake. Kundi lingine ni vyakula vya jamii ya mikunde, maharage, choroko na kunde. Kama mtu ameshindwa kupata maziwa, kama mtu ameshindwa kupata nyama ama ameshindwa kupata mayai, bado virutubishi vile vile anaweza akavipata kwenye kundi hili la jamii ya mikunde ambao tunasema ni maharage na njegere na kadhalika, na vitu ambavyo vinatokana na kundi hili. Kundi lingine ni vyakula vya matunda vinavyotokana na matunda, kundi la matunda. Kundi hili ni muhimu sana kwa sababu matunda yanaliwa yakiwa mabichi. Kwa maana hiyo virutubishi vinavyotokana na matunda tunavipata vyote moja kwa moja. Tuna matunda ya aina nyingi katika jamii yetu, kuna mananasi, kuna mapapai, kuna matunda ya aina nyingi ambayo pia yanaliwa yakiwa mabichi. Kula yakiwa mabichi ni kwamba inatusaidia pia tuweze kupata hivyo virutubishi kwa wingi wake. Kundi lingine ni mafuta, sukari na asali. Kwenye kundi hili tunapata nguvu na joto, kwamba lile joto la kawaida tunalolisikia kwenye mwili wetu ambalo si joto la kuumwa, joto la kawaida. Nguvu tuliyokuwa nayo, nguvu ya ziada tuliyokuwa nayo
inatokana na kundi hili la mafuta, sukari na asali. Kundi hili la mboga mboga na lenyewe pia linatusaidia kupatia mwili vitamini na madini mbalimbali. Katika kupata vitamini na madini mbalimbali inasaidia mwili kuweza kupambana na magonjwa, kwamba inasaidia kupatia mwili kuweza kupata zile vitamini ambazo zinaenda kuipatia kinga ya mwili nguvu, ili kinga mwili iweze kupambana na magonjwa ambayo pengine mtu anaweza akakumbana nayo katika maisha yake.